jambo la aibu kumsahau Mungu na kumtegemea ulinzi wa mwanadamu. Tena ni laana. Fuatilia Yeremia 17 mstari wa 5. Amelaaniwa mtu yule amtegemea mwanadamu, amfanyaye kuwa kinga yake, nasema Bwana wa majeshi. Amelaaniwa yule amtegemea mwanadamu kuwa kinga yake. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana uko kwenye maisha haya umesongwa na changamoto. Yawezekana uko kwenye maisha haya furaha kwako imekuwa ni ndoto. Yawezekana uko kwenye maisha haya unakutana na mambo mazito kila siku. Lakini Mungu anasema hakuna ambacho Mungu amekisema alafu kikaja kikapotea hivi hivi. Kila kitu ambacho kimetoka kwa Bwana kimethibitika, tena ni haki. Bwana Yesu asifiwe. Ukifuatilia kwenye kitabu cha Yeremia, ukiendelea kutoka mstari wa 5 kule mbele, amtegemeaye Mungu kwa kila jambo atakuwa salama, lakini utamtegemea mganga atakufa. Ila Mungu hafi. Mungu hafi. Tena Mungu ulinzi wake ni wa milele. Wamkaribiao Mungu ndio wapatao ulinzi. Ukifuatilia kwenye Misali 18 mstari wa 10 na kuendelea, nasema jina la Bwana ni ngome, tena ni ngome imara. Tena ni ngome imara. Amkimbiliaye Bwana maana yake anakimbilia usalama. Amtafutaye Bwana maana yake anatafuta usalama. Bwana Yesu asifiwe. Tusiogope, tusikate tamaa pamoja na changamoto nyingi. Tunawaona wale vijana watatu hawakuogopa, walimwamini Mungu, waliamini kwamba Mungu ndio salama yao. Ndio maana walipita kwenye majaribu, lakini nguvu ya Mungu, ulinzi wa Mungu ulionekana kwao. Wale vijana watatu. Kwa hiyo kanisa, tusiogope pamoja na changamoto ambazo zinatokea, lakini tuamini kwamba Mungu ana uwezo. Tumkaribie Mungu ili tupate ulinzi. Bwana Yesu asifiwe. Unawezaje kupata ulinzi? Unawezaje kupata ulinzi wa Mungu? Ili ulinzi wa Mungu uonekane kwako, lazima kumpendeza Mungu. Umtumikie Mungu katika kweli. Uwe mnyenyekevu, uwe na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Tumekosa unyenyekevu. Tunaposikia neno la Mungu, tumekosa utii. Hatumpendezi Mungu. Tunayafanya yale ya dunia, tumeacha yale Mungu aliyoagiza. Mungu wetu hapendi michangano. Hapendi mtu anayesita mwenye njia mbili. Bwana Yesu asifiwe. Tujizatiti kwa Mungu. Katika mapito tunayopitia, tumkabidhi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma habari ya Elia, alikuwa mtu wa maombi sana. Tena alikuwa mtu sio maombi tu, alikuwa anafanya maombi ya bidii. Fuatilia Yakobo 5:17. Utaona pale. Ili utafuta uhusiano wake na Mungu. Tunapofanya maombi, tunatafuta uhusiano wetu kati ya maisha yetu na Mungu. Tunahitaji nguvu ya Mungu katika maisha yetu. Maana tunapomwomba Mungu, tunapomwomba Mungu tunatafuta mawasiliano. Tunahitaji kuzungumza naye. Tunahitaji kuonekana kwenye miradi yetu. Tunamhitaji Mungu aonekane kwenye maisha yetu. Kwa hiyo Elia alimpendeza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Alitafuta uhusiano na Mungu. Nasi tujikabidhi kwa Mungu Mkristo. Jitahidi kuwa na tabia ya kuzungumza na Mungu kabla ya kuzungumza na mwanadamu. Maana kwa kila jambo unataka kufanya, jitahidi uzungumze na Mungu kabla ya kukifanya kila ambacho unataka kukifanya. Unapojitahidi kuweka malengo, zungumza na Mungu wako kwanza kabla ya kwenda kwenye malengo. Unapojitahidi kufanya jambo, zungumza kwanza na Mungu akupe kibali.